Tatizo la magonjwa ya mfumo wa hewa kwa kuku imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wafugaji wengi. Kama we ni mfugaji, unaweza ukawa shuhuda kwa hili. Na mara nyingi wafugaji wengi wamekariri sana dawa ambazo zinaweza kutibu na magonjwa ya mfumo wa hewa, hususan ugonjwa wa mafua sugu pamoja na mafua makali. Lakini pia tatizo hili limekuwa ni changamoto sana ambapo watu wengi wanakata tamaa kwa sababu wanatumia gharama kubwa sana katika kutibu tatizo la ugonjwa wa mafua na bado hawapati mafanikio, ama wanatumia gharama kubwa sana katika kukabiliana na changamoto hii. Wengi wamekariri kwamba ugonjwa huu unaweza kusababishwa na bakteria peke yake, ambapo bakteria anaitwa Avibacterium paragangliarum ni mojawapo ya bakteria ambaye inasababisha ugonjwa wa mafua makali, lakini pia Mycoplasma gallsepticum ambaye inasababisha tatizo la ugonjwa wa mafua sugu, yani chronic respiratory disease. Lakini mbali na hiyo, zipo changamoto nyingi, ama wapo wadudu wengine ambao leo nataka wafahamu, ambao wanaweza kuwa chanzo na sababu ya magonjwa ya mfumo wa hewa, na bila wewe kujua ukakimbilia kutumia dawa ambazo zinaweza kutibu bakteria peke yake, na hapo ukajikuta dawa zako zinagonga mwamba, kutokana na kwamba baada ya matibabu kuku wanaendelea kuumwa. Mbali na bakteria ambao wamezoeleka kama nilivyowataja, Mycoplasma gallsepticum anayesababisha ugonjwa wa mafua sugu, yani chronic respiratory disease, pamoja na bakteria anaitwa Avibacterium paragangliarum ambaye anasababisha ugonjwa wa mafua makali kwa kuku. Yupo bakteria mwingine ambaye yuko nje kabisa na mfumo wa magonjwa ya hewa, ambaye anaweza kusababisha changamoto ya magonjwa ya mfumo wa hewa. Bakteria huyu anaitwa Pastorella matosida. Ni bakteria anayesababisha ugonjwa wa kipindupindu cha kuku, yani fall cholera, lakini pia akishambulia kuku anaweza kusababisha changamoto ya mafua makali. Kwa hiyo unapokuwa ukitibu na kushughulikia tatizo la magonjwa ya mfumo wa hewa, chunguza kama kuku wako wanaharisha na wana mafua. Jua kwamba inawezekana changamoto ikawa ni bakteria huyu anayesababisha ugonjwa wa kipindupindu, na unapaswa kutumia dawa inayotibu kipindupindu na usitumie dawa inayotibu bakteria wa magonjwa ya mfumo wa hewa. Lakini pia zipo sababu zingine ama wadudu wengine nje na bakteria wanaweza kusababisha tatizo la magonjwa ya mfumo wa hewa, na bakteria hawa na wadudu hawa ni mojawapo ni virus pamoja na fungus. Wapo virus ambao wanashambulia kuku na kusababisha magonjwa ya mfumo wa hewa. Mojawapo ya virus hao ni pamoja na infectious bronchitis. Infectious bronchitis ni ugonjwa unaosababishwa na virus anaitwa infectious bronchitis virus, na ugonjwa huu unashambulia mfumo wa hewa kwa kuku, na dalili zake ni kusababisha shida katika mfumo wa upumuaji kwa kuku. Kuku anakuwa na kohoa, anapiga chafya, pamoja na kuwa na mayai yenye majimaji. Ukikuta kama kuku wanataga, wanakuwa na mayai yenye majimaji. Lakini pia vifo vinakuwa vingi kutokana na kirusi huyu anayeshambulia mfumo wa hewa. Na hivyo ukiona dalili hizo za magonjwa, fuatilia ujue kwamba chanzo ni bakteria ama ni kirusi. Na ukigundua kwamba ni kirusi huyu, unapaswa ufuatilie somo hili mpaka mwisho. Nitakupa dawa ambayo inapambana na virusi pamoja na bakteria wanaweza kusababisha magonjwa ya mfumo wa hewa. Kirusi mwingine ni anaitwa avian rhinotracheates. Avian rhinotracheates ni virus ambaye inashambulia ndege wafugwao wakiwemo kuku, na kusababisha magonjwa ama shida katika mfumo wa upumuaji, na dalili zake ni kama vile kupiga chafya, kutoa kamasi kwenye pua, pamoja na kuvimba uso ama kichwa kwa kuku. Na ukiona dalili hizo, wewe usikimbilie tu kununua dawa za kutibu mafua makali yanayosababishwa na bakteria anayeitwa Avibacterium paragangliarum, na badala yake unatakiwa kufuatilia dawa ambayo inaweza kutibu kirusi huyu anaitwa avian rhinotracheates na kuondokana na tatizo hiyo. Na kirusi anayesababisha changamoto hii ya ugonjwa wa avian rhinotracheates anaitwa ni virus anaitwa metapneumovirus.
metapneumovirus ndiyo kirusi anayesababisha ugonjwa wa avian rhinotracheasis. Kirusi mwingine ni tatizo lingine la ugonjwa unaosababisha magonjwa ya mfumo wa hewa unaosababishwa na virusi ni infectious laryngotracheitis. Infectious laryngotracheitis. Huu ni ugonjwa pia ambao unashambulia mfumo wa upumuaji au mfumo wa hewa kwa kuku na kusababisha madhara makubwa katika mfumo wa upumuaji, lakini pia kuwa na damu katika kuku anakuwa anatoa damu sehemu ambayo hiyo damu inatoka kwenye mfumo wa hewa unaoitwa trachea au windpipe, lakini pia hii inatokana na kuvimba kwa huo mfumo wa hewa pamoja na kutoka damu. Kuna tatizo jingine ama chanzo kingine cha magonjwa ya mfumo wa hewa ni kama vile fungus. Kuna fungus wanaosababisha ugonjwa wa aspergillosis. Fungus hawa wanaitwa Aspergillus fumigatus, na hawa wanashambulia mapafu na kusababisha maambukizi kwenye mapafu. Kwa hiyo unakuta kuku anakuwa na shida kwenye mapafu, anadhoofika na anapumua kwa shida, na hii inasababishwa na kushuka kwa kinga ya mwili. Lakini pia dalili zingine ni kuwa na kuku anakuwa na kohoa, lakini akiwa na kohoa kikohozi kinakuwa ni kikohozi kizito, inatokana na kupumua au kuvuta hewa yenye fungus hao. Kwa hiyo ukiona dalili hizo unatakiwa ujue jinsi ya kukabiliana nazo badala ya kukimbilia kununua antibiotic wanayotibu mafua na ukachanganya dawa. Lakini sababu zingine zinazoweza kuchangia katika magonjwa ya mfumo wa hewa ni kutokana na mfumo mbaya wa hewa au mzunguko wa hewa ndani ya banda lako, na hii inasababisha kurundikana kwa gesi ya amonia pamoja na uchafu ambao unasababisha shida katika mfumo wa hewa wa kuku. Lakini pia vumbi pamoja na fungus katika floor yako ama katika banda lako, uchafu hautakiwi kurundikana ili kuepukana na changamoto hii. Changamoto nyingine inaweza kusababisha shida ama magonjwa ya mfumo wa hewa ni kuzidi kwa joto, ama yani tunapozungumzia joto tunazungumzia temperature, yani kuzidi kwa ubaridi ama kuzidi kwa ujotolidi. Kwa hiyo unatakiwa balance joto ndani ya banda lako kuepukana na magonjwa ama shida ya mfumo wa upumuaji kwa kuku wako. Sababu nyingine ni kuwa na kiwango kikubwa cha amonia. Amonia inasababisha shida katika mfumo wa hewa wa kuku na kusababisha changamoto katika mfumo wa upumuaji. Lakini pia maambukizi yanavyoweza kusambaa kwa kasi ndani ya banda lako ni kutokana na mguso wa moja kwa moja kutoka kwa kuku mgonjwa kwenda kwa kuku ambaye ni mzima. Lakini pia chakula kichafu pamoja na mazingira machafu ya banda inaweza kusababisha kusambaa kwa kasi kwa wadudu hao wanaweza kusababisha magonjwa ya mfumo wa hewa. Lakini pia zipo dalili za jumla ambazo zinaweza kusababisha kuonyesha kwamba kuku wako wanashambuliwa na magonjwa ya mfumo wa hewa bila kujua chanzo kwamba ni virus, fungus, amonia ama bakteria. Dalili hizo za moja kwa moja ni kupiga chafya, kukohoa, shida katika kupumua, kuku anakuwa anatoa mlio, kutoa kamasi kwenye pua, lakini pia kutoa udenda mdomoni, macho kuwa na majimaji, lakini pia kuvimba kichwa pamoja na kupungua kwa kasi ya ulaji kwa kuku, kudhoofika na kushusha mabawa, hatimaye kuku wanakuwa wepesi na kufa. Lakini madhara yake ya magonjwa ya mfumo wa hewa ni kama vile kushuka kwa uzalishaji wa mayai pamoja na kudumaa kwa kuku na hatimaye kuku kufa. Cha kwanza unachopaswa kufanya ukiona changamoto hiyo, unatakiwa kuwatenga kuku wagonjwa. Chunguza chanzo cha tatizo, usikimbilie kununua dawa ya kutibu. Badala chunguza kwanza ujue tatizo ni nini, chanzo ni nini. Je, ni bakteria? Na kama ni bakteria, fuatilia dalili zinajulikana. Nimeshafundisha katika somo katika channel hii dalili nyingi kutokana na wadudu, dalili zinazosababishwa na Avibacterium paragangliarum, dalili zinazojionyesha kwa bakteria anayeitwa Mycoplasma gallisepticum. Haya ni magonjwa ya mfumo wa hewa. Lakini pia dalili za magonjwa ya virusi yanayosababisha matatizo ya mfumo wa hewa, fungus pamoja na amonia. Chunguza tatizo ndipo utumie matibabu. Lakini mwishoni mwa somo hili naenda kukupa
dawa ya asili ambayo inapambana na changamoto zote. Inapambana kuanzia na bakteria wanaosababisha magonjwa ya mfumo wa hewa, virus pamoja na fungus wanaoweza kusababisha matatizo ya mfumo wa hewa. Na moja kwa moja nikupeleke kwenye matibabu ya jumla unapokuwa ukiona changamoto, na hususan katika shida ya upumuaji pamoja na kikohozi. Haijalishi changamoto hii imesababishwa na bakteria, virusi, fungus ama shida nyingine yoyote. Unatakiwa kuandaa vifaa vifuatavyo. Andaa mdalasini, karafuu, kitunguu saumu, tangawizi, kitunguu maji pamoja na limao. Kiwango katika kila kiambata, unatakiwa uandae mdalasini gramu 5 au kijiko kimoja cha chai, karafuu gramu 5 au kijiko kimoja cha chai, kitunguu saumu kimoja, tangawizi kipande kimoja chenye ukubwa kuanzia gramu 10 hadi 20, kitunguu maji kimoja chenye ukubwa kuanzia gramu 10 hadi 20 pamoja na limao 2. Unapaswa kukatakata vipande vyote hivi ama kuponda ponda kama ni mdalasini na karafuu, visage viwe unga na kisha ukatakata kitunguu saumu, tangawizi, kitunguu maji pamoja na limao na uweke kwenye maji lita 2. Kisha chemsha kuanzia dakika 15 hadi 20 yaache yapoe. Kwa kuku ambao ni wanaumwa magonjwa haya, wameonyesha dalili za magonjwa haya mfumo wa hewa, kupiga chafya, kukohoa, kukoroma, kuvimba kichwa, unapaswa watenge kisha wawekee kwenye sehemu za maji ya kunywa mchanganyiko huu wenye lita 2 uliouchemsha. Na kuku ambao ni wazima unataka kuwakinga na magonjwa haya mfumo wa hewa, unapaswa uongeze maji lita 3 baada ya kuchemsha mchanganyiko huo wenye lita 2 ili upate lita 5. Kisha wapatie uwanywe kwa muda wa siku kuanzia siku 5 mpaka siku 7. Mara baada ya siku hizo za matibabu utaona changamoto ya mfumo wa hewa ama mfumo wa upumuaji kwa kuku wako umeisha na kuku wamepona, hususan kukohoa, kukoroma pamoja na chafya na dalili zingine.